Nasema twende mkono kwa mkono. Najua kuna giza ila mwanga utapatikana. Najua kuna giza ila mkono kwa mkono tutashikana. Sijui kama ni leo ama ni kesho ama mtondogo, ila mwanga utapatikana mkono kwa mkono. Hatari kweli kweli. Yaani siku zote tuambiwa kuwa mke mmoja ni nusu ya ujana, na mie leo ndo nathibitisha rasmi haya maneno ya wahenga. Maana mke akiondoka akenda akijifungua, we kazi itakuwa kusema na kitanda tu kila ukiangalia boriti. Maisha haya. Haya visheti. Haya visheti. Haya visheti. Visheti lete. Lete. Njoo. Haya visheti. Lete huku. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Kwa kweli kunifahamu. Maana humu ndani nishachemsha chai yangu, lakini nilikuwa na tafakari nitapata wapi cha kukitafuna. Bahati nzuri kunitokea wewe Samaria mwema. Haya, visheti shilingi ngapi? 200. 200? Alafu hivi vimfanana na vya ule sapuna ndada yule? Aonesha. Fanana kidogo. Ndivyo kweli. Ndivyo. Mfungia balifu. Nani hapa kuniokoa kweli kweli. Maana mungu ndani hamuna mtoto hata mmoja wa kutuma. Watu wanaondoka na mame yao. Hivi hapa. Sasa kama usemifunga, fanya utaratibu uniingizie huko ndani, kwa sababu humo chai yachemka sasa hivi. Mimi naelekea duka nitachukua sukari, nikirudi nakupa pesa yako. Ndani wapi? Sio vichukua mkononi tu hivi. Sasa ndio mtombuki adabu mtoto wewe. Wewe hujui kwa mimi kubwa. Na siku zote mtoto akituma ni mkubwa wewe, amsikiliza. Hebu niingizie huko ndani. Ni watu wengine mnanongwa tu. Mkiambiwa kitu mwasema watuvukiwa adabu. Sasa hapa poa. Maana ule upiru wangu mdogo wanao ndani ya miezi 4. Leo ndapunguza. Ukuweke ngaa hapa, jepita mtu. Au kanavyo. Sasa wataka nitumie nguvu? Na kama nataka nitumie nguvu hasubiri. Utakaponya nyua Mungu akasema akimbia na kuchoma kitu moja tuko. Sasa usipige kelele. Wewe kilia hivyo utapata Mungu faida bure. Ili jambo la shamba zile kwa muda mfupi tu. Haya. Na makelele yani. Sasa chukua huko kama wewe. Haya wanilani. Wajitia vifutua cha pesa. Shauri umesha timiza lengo langu. Japo kwa baba tu lakini haya shabanikiwa. Tunatoa wito mutusikie. Wadau tunatoa wito mutusikie. Wabakaji watuweka pabaya wasiachiwe. Tena kwa adhabu iliyo kubwa kali waadhibiwe. Sasa hatujui ni ipi hatima yake, maana amedhalilishwa. Kilio
kilio chako lia huko huko, na usije niambia kwa kushanipotezea visheti vyangu. We kama una kilio lia unyamaze, lakini nataka pesa zangu za visheti. Na ukumbuke kuwa ninakupa visheti vya 4,000. Ushanifahamu Nisikilize, kilio hakialikimwari. We kama kushapoteza visheti au visheti kushavihonga, mie Kiswahili sielewi. Nataka pesa zangu za visheti tena sasa hivi. Na mimi silikutupa pesa hapo. Au nilikupoteza walilia nini? Nandu kanizalilisha. Kankuzalilisha? Hakankuzalilisha vipi? Kuna mkaka pale kanambia muuzie visheti. Sasa nikamfungia, nilipomfungia akanambia nimpeleke ndani. Nilipofika nao ndani kanivuta mkono kanibaka. Hapa kaingia sipo. Kakubaka. Wewe kunkato hapo nigoma sema visheti. Unajua mimi naumia kiasi gani? Unajua mimi napata maumivu kiasi gani kubakwa na nangu? Na jambo hili kila siku si watoto wa kike tuwafanyiwa. Kila siku si wanawake ndio tunafanyiwa vitendo hivi. Kwa nini? Kwa hili sikubali. Nataka uinuke hivi sasa unipeleke. Nyanyuka haraka twende. Hakuna kulegea, twende huko. Haraka. Changamka. Pole sana. Pole sana. Ila ukatili huu tutauteketeza. Ati sigawenu mulani tumamie wenivunja ngongo. Nenda kamwambie sheha mzigo seweza. Mpenye ndo huyu hapa. Ka Dongo. Kumbe ni wewe uliomzalilisha ndugu yangu? Samahani, kwanza mimi nilikuwa sijui kwa huyu ndugu. Halafu hivyo ukija uje taratibu ili tupate kuelewana. Utaratibu gani unaotaka wewe? Leo siku moja tu kumwambia ndugu yangu anisaidie kuuza visheti. Wewe amua kumzalilisha kwa kumbaka. Halafu tuje hapa eti tuambie tuongee kiutaratibu. Hakuna utaratibu. Utaratibu uliopo hapa mimi na wewe, mguu kwa mguu twende polisi. Huko tutaenda kuelewana vizuri. Sasa masuala ya polisi yankujaje hapa? Kwanza mimi usijiandhalilisha. Nashika tu mkono, hakunishika tu mkono ndio kumdhalilisha. Unashika lakini bila ridhaa yake. Ni kitendo tosha kwamba kuna mbaka. Halafu nyie mnzoea sana nyie. Tukisema tu waachie hii tabia haitokwisha. Sasa sikiliza. Haya masuala haya hivyo. Mambo na watu, wewe usifanye jambo pekee ulikawa. Ushanifahamu? Mkono mkunisha. Sasa sikiliza. Wataka niparushwa? Hii si rushwa. Si rushwa nini na naiona kwa macho yangu hiyo? Wewe wasema kuwa huyu ninadhalilisha mpaka kafikia kulia. Sasa hiki nikifuta machozi tu. Nikifuta machozi. Sasa nisikilize nikwambie. Hapa sisikii la muazini, wala la mteka maji msikitini, wala la mpiga kengele kanisani. Nasemaje? Kwenda polisi. Haya sikiliza dada wewe. Usiache kutega kwa kunanua. Kesi hii ukiipeleka kituoni lazima uwe na wakili. Wakili ni gharama kubwa sana na wewe uwezo huo huna. Wala usitegemee kwamba ukipeleka kesi kituoni ndio utanifunga mie. Mie hunifungi kwa sababu nina wakili wangu, wewe uwezo wa kulipa wakili huna. Bali na yote ukumbuka urafiki wetu ulikotokea. Kwa hiyo kama utumilie huu rafiki unizalilishie ndugu yangu, si ndio? Sambamba na yote yawe aje mbali. Wajua kuwa mimi mteja wangu mkubwa sana. Leo ukishanichukua ukishanifungisa. Hizi riziki ndogo ndogo atakashipata vipi? Kwa sababu kila riziki ina chanzo chake. Na mimi ni chanzo chako kimoja cha kupata riziki. Wewe ukishanifanyia hivi pangua. Mambo na watu. Kweli lakini. Sasa mpaka ficho. Wajua tuna shauri. Asijeona tena kama tatizo. Sheria. Mambo kuongea. Sheria na huruma. Lakini ni mtihani kwa kweli. Haya, asante. Haya. Huyu ni ndugu wewe kuzaliwa naye hasa? Huyu ndio pamoja, toka nitoke. Haya twende. Haya. Vishati vipi? Kesho niletea malifuta tu. Basi kesho nitakuja mwenyewe maana kesho anza kuogopa. Unaogopa? Siogope. Lazima ajifikirie. Kesho niletea malifuta tu mapema. Sasa mbele yaoni, anaona giza. Wale aloamini leo wanamuumiza. Sasa leo haoni, anaona giza. Bibi wewe vipi? Mbona kushasimama hapo? Ada kunifanyia nini pale? Kwani wewe unaona ninakufanyia nini? Da kunchukua pesa.
Ninachukua pesa, we kunaiona? Kunchukua pesa na kunjua fika kama yule meka nizalilisha. Halafu wewe pia kumkwenda chukua rushwa. Mtu anje anizalilishe mpaka wewe dadangu nizalilishe. Warda, sikiliza nikwambie mdogo wangu. We hapo ulipo sasa hivi si mdogo tena. Ushakuwa mtu mzima. Ushanifahamu? Vitu vingine yapaswa vimezee tu. Sio tena kuchukua kitu kidogo ukaanza kukeka rohoni. Mwisho wa siku haja kufa na jeke la roho. Kwanza nisikiliza. Mimi hapa nilipo ni mjane wa Mungu. Ushanifahamu Sina mume, sina bwana, sina mtu yoyote. Halafu yule Dongo ndo rafiki yangu mkubwa, mimi na yeye ile tunatoka mbali. Ushanifahamu? Hapa mtaani naweza nikachukua beseni langu la visheti nikazungusha mtaa mzima, hakuna nunuae. Lakini nikifika kwake tu 2,000, 1,000 aniungisha, napata riski. Wewe mwenyewe wajua sisi hatuli mpaka tubangaize kupika visheti tuuze ndo tule. Leo kishamkera yule, hatutakafanya nini? Tulale na njaa? Miesi. Lakini wajua kama kanizalilisha yule. Kunkuja nichukua kwa wazee wetu, mje nikusaidie kazi ya kuuza visheti. Halafu sasa hivi hajachukua rushwa kweli? Na hii ndio sababu mnatupelekea sio watoto wa kike. Tukishafanywa udhalilishaji hatuji tukaambia nyi wazee wetu. Kwa sababu tukishawaambia mara mtupelekee huku, mara muipelekee huku. Lakini kwa hili mimi sikubali. Hakubali, utakafanya nini? Utajua nitakachokifanya. Wewe kama una la kufanya fanya, lakini mambo samehe 7 mara 70. Sasa hatujui ipi hatima yake, maana amedhalilishwa. Giza kwake limetanda bila mwangaza kabisa. Wazazi walimsomesha wakampa malezi bora. Na yeye kuangusha alifanya bidii. Sasa mbele aoni, anaona giza. Wale aloamini leo wanamuumiza. Sasa leo haoni, anaona giza. Wale aloamini leo wanamuumiza. Kunyanyasa watoto kubwa janga kwa taifa letu. Kunyanyasa watoto kubwa janga kwa taifa letu. Haswa haki zao kupatiwa ni lazima kwetu. Kesho ndio wao viongozi na walinzi wetu. Kunyanyasa watoto kubwa janga kwa taifa letu. Warda, na kuomba nyamaza. Najua mtu mzima huwa hali bure bure, na weye kwa umri ushafikia si mdogo tena, na kama wakale walivyosema kwamba hata ukimwona mtu mzima yualia ujue kuna jambo. Sasa machozi haya unaoyamwaga yanipa tafasiri ya kwamba kuna jambo weye linakutokezea. Hebu niambia, unatokezewa na jambo gani? Kuna mtu kanizalilisha. Una mtu kankudhalilisha? Mmebakwa. Sasa Warda, suala hili la udhalilishaji wa kijinsia halikubaliki na ni kosa hasa kisharia kama utalitenda. Sasa ninachokuomba, kama tutafata hizi sheria ipaswavyo, naamini haki utaipata. Haki yangu nitaipata mie. Haki yangu nitakaipata wapi mie? Wakati dada wangu wa tumbo moja mie kanchukua rushwa wakati ajua fika kama mimi ninazalilishwa. Atakanipatia haki yangu mie nani? Katika hili mie nitakupeleka kwenye kituo cha mkono kwa mkono. Hawa wanahusika na masuala ya udhalilishaji. Tukifika huko hawatakuwa cha mkono, watakushika mkono mpaka haki utaipata. Kweli haki yangu nitaipata? Tena ninachokuomba,
uyafute kabisa machozio. Serikali inaliona hili kwamba mara nyingi hizi kesi za malizia mitaani kwa sababu ya watu kusingizia ujamaa pamoja na kupeana rushwa. Ndiyo maana ikaeka hichi kitengo kwa ajili ya kuwasaidia wanawake na watoto wanaofanyiwa masuala ya udhalilishaji wa kijinsia, miongoni mwao ukiwemo kama huu. Sasa ninachokuomba, twende mkono kwa mkono na haki utaipata. Twende mkono kwa mkono, nasema twende mkono kwa mkono. Najua kuna giza ila mwanga utapatikana. Najua kuna giza ila mkono kwa mkono tutashikana. Sijui kama ni leo ama ni kesho ama mtondogo, ila mwanga utapatikana. Mkono kwa mkono.